Nikuja kuomba msamaha. Nimeshindwa kujizuia kabisa. Watoto wanataka kufanya nini tena? Niliokota cheni yako pale ndani. Nimejua kosa langu. Si kwako tu, hata kwa rafiki yangu. Najutia sana kukumbana naye. Sabrina kipenzi, naomba tuanzie pale tulipoishia. Nimejaribu kujizuru zaidi ya mara 2. Tafadhali, naomba usiniache, nitakufa. Na zawadi yako. Tulifanya hivi siku ya kwanza. Naomba glasi 2. Yote ni muhimu sana kwenye maisha yetu. We Gradi, ni nani huyo? Kevin, rafiki yangu. Kevin? Hivyo Kevin si ndio usema aitaka kukubaka wewe? Hai, ndani. Ndani. Unataka kumwharibia na mdogo wangu maisha yake. Ulichoweza ni kuyachezea maisha yangu tu. Kwa hiyo unataka kumwharibia na dada yangu maisha yake. Hakuna namna hiki kikombe mtakiepuka. Mshenzi mkubwa wewe. Sitaki kukuona. Mpumbavu mkubwa wewe. Sitaki kukuona tena hapa nyumbani kwangu. Ina maana mmekosa huko au ni wenzenu wa kuwachezea huko, mnakuja kuzengea tu kwa mtoto wangu hapa.
Sasa ole wako ni kuone hapa. Mmefanya mtoto wangu ni wa kuingia na kutoka, mnaachiana tu. Sitaki nione mbwa yoyote nyumbani hapa. Pumbavu. Yaani na mtu nikimwona hapa namtoa roho. Shazi mmoja. Mpenzi, vipi, uko sawa? Yaani wewe hauna akili hata kidogo. Msichana mzuri mzuri mzuri, lakini akili humo kichwani hakuna. Hivi hujui kabisa kuwa wale ni marafiki? Sina kuuliza wewe. Hujui wale ni marafiki? Kwa hiyo umeamua kulipa hivyo? Ndio unalipa kisasi hivyo kwa kutumika. Tena unatumika na wanaume wenyewe vina tabia za kufanana. Una nini wewe? Samu. Nidhamee mama. Sasa, kwa ujinga huu uliofanya huu, jiandae. Haijalishi muda wa kufungua chuo umefika au la. Unaenda chuo. Uniondolee upuzi wako hapa. Hebu tazama lilivyo. Hivi unajua sijawahi kuona kizazi cha ajabu kama hiki. Kwa hiyo umeona ulipe kwa kutembea na mpenzi wake yeye. Hivi haujui kama yule mpuzi anatembea na mdogo wako? Wewe. Yaani kwenye haya maisha sasa hivi ninavyosubiri ni vitu hivyo. Nasubiri uhai au hicho kifo. Afu ni nani yani mpaka anza kunipangia? Yaani ni nani mpaka anza kunipangia mimi mahusiano? Afu wewe kama una hasira, Yaani wewe kama una hasira, unajisikia uchungu, kwa nini usiende kugombana na hao waliokutoa kwangu wakakutenganisha mimi na wewe? Yaani kinachokutesa ni wivu. Hivi unajua ni nini ambacho kitatokea? Unajua ni nini ambacho kitatokea? Hivi unajua kama mdogo wako alipaswa kufa leo? Hivi unajua ni kwa kiasi gani hii familia yako inawindwa? Tena na hao ambao unapambana nao wewe kwa njia ya mapenzi, wakati wenzio wanatumia pesa na ushirikina. Hivi unajua ni nini ambacho kitafuata? Au unajua ni wapi mdogo wako yuko muda huu? Unatoka wapi? Hivi sina kuuliza unatoka wapi? Kaka, nisikilize. Nakuelezea kila kitu. Hivi unataka kushare? Huwa nakwambia hiyo njia unayotumia kutatua matatizo haiwezi kukusaidia hata siku moja. Afu Faro unataka kunizoea. Haka ni nyumbani kwangu, sio kwako. Kwa hiyo kama uwezi kupitia mlangoni, ipo siku utakuja kumwagia maji ya moto. Kwa hiyo nataka nitumie lugha gani kumuuliza wewe mshenzi kwa alilala wapi? Sawa. Kwa hiyo umeona jibu alilokupa sasa.
amerudi sehemu ambayo inamsikiliza na sio hapa kwenye makelele. Yaani nakwambia shoga yangu, sijui aibu mimi nitaipeleka wapi. Hilo jambo mbona ni dogo? Si ungeongea na babake ili ajue jinsi ya kuongea na mtoto wake. Kwa nadhani shida ni hiyo basi. Shida ni nini sasa? Yaani nahisi kama Grady ana mimba. Yaani niko hapa nawaza sana, isije ikawa tu ya huyo ndugu yake. Sijui nitafanyaje. Kwani mmeshaenda kumpima? Na wewe nenda kwa wanao kusikiliza, ila mimi niacheni. Wakati ulipokuwa na ndoto ya kuwa mwanajeshi, mama alikuwa na furaha sana. Yaani hata majirani walikuona mtoto mwema na ulikuwa mfano kwa kila mtu. Lakini mpaka sasa hivi sijui kama mama ana furaha au ana huzuni, hasa akiona ndoto zako jinsi zinavyozidi kupotea. Ndoto anayehitaji msaada wowote kutoka kwako ni Sabrina. Huyo ndio unaweza kwenda kumsaidia. Hapo wazazi ndo huwa mnakosea. Ugomvi wa wazazi mnaingiza paka kwenye mambo ya msingi ya watoto jamani. Lisa, tangu tumeachana na Batariki hatuna mawasiliano kabisa, na hajaniruhusu hata kuwasiliana na mwanangu. Yaani hapo juzi ndo nimemwona mwanangu. Yaani ana tabia mbaya kama ya baba yake. Yaani kachukua tabia ya baba yake copyright. Cha ajabu sasa, si akaanza kumtongoza. Makubwa. Tena umesema hivyo umenikumbusha kuhusu wanaume wahuni. Kuna mpumbavu mmoja anataka nimfundishe adabu hapa mjini. Nicheke mie. Usije ukaniambia una kitoto kingine. Taarifa za hivi punde. Jengo la mfanyabiashara maarufu linateketea kwa moto. Mamlaka husika zinaendelea na zoezi la kuzima moto. Mpaka sasa hakuna majeruhi, lakini sehemu kubwa ya jengo linazidi kuteketea kwa moto. Na kuamuru fukuza wote waliokuwa kazini jana. Sitaki kuona hata mmoja amebaki. Alafu umpigie simu IGP uniunganishe naye, nizungumze naye kabla mizigo yangu haijapotea. Alafu nataka taarifa hii tuishughulikie kabla ya waandishi wa habari uchwara haijawafikia. Umenielewa? Yes, nataka unielewe na utekeleze hiki ambacho mimi nimezungumza. Halo? Ina maana ulishafuta namba yangu? Kumbe Lisa. Isikilize wewe. Sijakupigia simu kukuomba turudiane. Swala liko hivi. Mwenye nyumba kashatoa notice kwenye nyumba yake. Unapaswa kuhama mwisho wa mwezi, haraka iwezekanavyo. Wala usijali. Hiyo taarifa ninayo. Na nitaondoka. Kuna kingine? Unajikuta nani we mshenzi? Basi ukute huyo aishapata jimama lingine huko. Make vitoto vya siku hizi vya moto. Usiseme hivyo. Kwani bado unampenda? Hata mama yangu aliumia sana baada ya kuona ndoto za mtoto wake zinapotea bila mwelekeo wakati nilikuwa bado mdogo. Na mpaka anaingia kaburini sikuwahi kumnunulia hata kipande cha kanga.
huku mnufaika wa kwanza ukiwa ni wewe. Nyamaza! Anza pia. Kaa kimya. Nikisema kaa kimya namaanisha kaa kimya. Hakujawahi kutokea na hajawahi kutokea kijijini kwetu mwanamke mpumbavu na mpuuzi kama mama yako. Mama yako alikuwa ni mpuuzi sana, haishi kujisifia, iwe usiku, mchana, jioni, hajali anaongea na nani na wapi, eti anajisifu. Nina mtoto mzuri, mtoto mwenye akili, mtoto mwelewa, mtoto ana akili za kuongoza darasani. Hivi hebu fikiria, kwa watu wanaojua fursa, watu waelewa, watu wanaojua elimu ya fursa hapa duniani ya kuishi vizuri, wataacha kupita na hiyo fursa kwa ajili ya upumbavu wake mwenyewe? Lazima watu wapite hapo. Nataka kujua mimi kosa langu lilikuwa ni nini? Hivi wewe, ni nani amekupa mamlaka ya kuongea na mimi? Ni nani amekupa kauli? Ni mjinga gani amekurudishia kauli kwa kukurejeshea ulimi wako wakati sisi tayari tulishaukata? Mali yoyote ulioipata kwa njia ambayo sio halali itapotea. Hatua yoyote ulioiruka katika maisha yako, wewe na familia yako, basi mtairudia, na tena kwa mateso makali. Afadhali umekuja tena, umekuja kwa wakati. Hapa kila kitu kimeshaharibika, mambo yamekuwa hayaeleweki. Kwa kweli nimevurugwa, sielewi, mambo yote yameshakuwa hovyo hovyo. Sasa umekuja kwa wakati. Chanzo niwe mpuuzi mwanao. Ameshindwa kumpa dawa binti ambaye alikuwa ni msaada wa mwisho katika maisha yako. Maduka yangu yanaungua, magari yanapinduka na mengine yanaungua hovyo. Kontena bandarini kule yamezuiliwa kwa sababu zisizojulikana, na isitoshe akaunti zangu zote zimefungwa benki. Fanya chochote kile ambacho unaweza kufanya ili mradi kurudisha hali yangu na mambo yangu kuwa sawa. Niko tayari kwa gharama yoyote, hata kutoa damu ya familia yangu. Niko tayari kumtoa mtu hata wawili watatu wa ndani ya familia yangu, ili mradi biashara zangu na mambo yangu yaende mtaalamu na kuamini wewe. Fanya mama. Vipi mizimu ukichagua damu yako wewe mwenyewe? Unawasema maana yake mimi nife alafu yani mtu afaidi mali zangu, si ndio? Mimi nife. Sasa kuna maana gani sasa? Unaongea nini sasa? Na bure kabisa. Baba, mimi kinachoendelea, mbona maduka yanaungua moto? Alafu nakupigia simu nipokei. Kumbe niliposema nafanya kwa ajili yako ulikuwa hujanielewa eh? Ulikuwa ni muda wako wa wewe kuweza kuzisimamia mali, lakini
ukaamua kuzigeuzia kisogo na haya yangu ya muhimu kukuona kama yana maana kabisa, ukaendekeza hisia zako. Asante. Asante sana. Mara zote nilikuwa nakuuliza babangu yuko wapi. Kwa nini sijawahi kumwona? Lakini ulikaa kimya na kuonyesha chuki ya waziwazi kwake. Haya sasa, nipo kwenye mahusiano na kakaangu. Furahia. Furahia baba. Mama Gladness. We Gladness, unaongeaje hivyo na mama yako? Lakini anapaswa kufanya anayoyafanya, si ndio? Unajua nini? Mara ya kwanza ulivyoniuliza kuhusu baba yake Tariki, unajua nini kilifata? Nakuuliza, unajua nini kilifata? Nilikuwa nakufuatilia. Nilikuja kugundua una picha zako na Blue Kingo wakati mkiwa vijana. Haya, hapo kinachofurahisha ni nini? Kinachofurahisha ni nini? Baba na mama wana ugomvi, ila watoto wao wanapendana kufa. Na kwa taarifa yenu, simuachi.